Hello Afrika. Afrika yapendeza. Afrika yavutia. Karibu nyumbani. Karibu Afrika. Karibu tuendeleze harakati. Mimi ni Mwafrika. Najivunia kuwa Mwafrika. Back to Africa Movement. Historia ya Ghana ilianza mbali sana. Hata kabla ya ukoloni, tunaweza kuizungumzia Ghana katika nyanja mbalimbali, ikiwemo uchumi, utawala au jamii. Kuna ushahidi kutoka kwa maarifa ya mambo ya kale ambao unaonyesha kwamba watu wameishi katika eneo linalojulikana siku hizi kama Ghana kutoka karibu miaka 1500 KK kabla Kristo. Licha ya hayo, hakuna ushahidi wa kuonyesha kuwa wakazi hao wana uhusiano na wale wa eneo hili kwa sasa. Kwa mujibu wa mapokeo simulizi, mengi kati ya makabila ya Ghana leo kama vile watu wa chimbuko la makabila kadhaa kama Wakan, Waga na Waewe walifika Ghana mnamo karne ya 13. Kwa makala bora zaidi, jiunge nasi WhatsApp kwa shilingi 2500 kila mwezi. Moja ya maeneo ya Ghana yanajumuisha eneo lililokuwa la himaya ya Ashanti, moja hapo ya falme zilizokuwa na ushawishi mkubwa katika eneo la Afrika Kusini mwa Sahara kabla enzi za ukoloni. Wahamiaji wa Kan walihama kuelekea kusini na kuanzisha mataifa kadhaa, likiwemo lile la kwanza la himaya kuu ya Kan ya Wabono, ambayo kwa sasa inajulikana kama eneo la Blong Ahafo nchini Ghana. Sehemu kubwa ya eneo la sasa la kusini kati mwa Ghana ilikuwa imeungana chini ya himaya ya Ashanti ya Washanti, tawi la Wakani wa karne ya 16. Utawala wa Washanti ulihudumu mwanzoni kama mtandao mlegevu kabla kwa ufalme ulioungana, huku ukiwa na urasimu ulioendelea na wenye uchanganuzi mkubwa uliokuwa na makao yake Kumasi. Inasemekana kuwa katika kilele chake, Wasantehene wangeweza kutuma askari takribani 500 vitani na kuwa na ushawishi wa kijeshi wa kiwango fulani juu ya majirani wake wote. Theluthi moja ya Washanti wote walikuwa watumwa. Waga walianzisha muungano wenye ufanisi mnamo mwaka 1500 na Wagonja, Wadagomba na Wamamplusi pia walipigania uwezo wa kisiasa kati ya miaka 1620. Mawasiliano ya awali na Ulaya kutoka kwa Wareno walioingia Ghana mnamo mwaka 1419 yalizingatia upatikanaji wa dhahabu. Wareno walitoa kwanza katika jiji la pwani lililokuwa na makazi ya ufalme wa Fante na kuliita eneo hilo Elimina, jina ambalo linamaanisha mgodi kwa Kireno. Mwaka 1481 mfalme John Oreno aliagiza Diogo di Adhambuja kujenga kasi ya Elimina, ambayo ilikamilishwa mnamo mwaka uliofuata. Lengo lao lilikuwa ni kufanya ubadilishanaji wa dhahabu, pembe za ndovu na watumwa ili kuimarisha mamlaka yao yaliyokuwa yanakuwa kwa kasi katika eneo hilo. Kufikia mnamo mwaka 1598, Waholanzi walikuwa wameungana nao na kujenga ngome katika maeneo ya Komenda na Komantisi. Mwaka 1637 waliteka kasi ya Elimina kutoka kwa Waleno na vile Aksum mnamo mwaka 1642, ngome ya Mtakatifu Anton. Wafanyabiashara wengi kutoka Ulaya walijiunga nao kufikia miaka kati ya karne ya 17, hasa Waingereza, wa Denmark na Waswidi. Wafanyabiashara wa Uingereza waliovutiwa na rasilimali katika eneo hilo waliliita Gold Coast, pwani ya dhahabu, huku nao wafanyabiashara wa Faransa wakivutiwa na mapambo waliokuwa kivaa watu wa pwani wakiliita eneo hilo sehemu ya magharibi, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, pwani ya pembe za ndovu. Zaidi ya ngome na kasi 30 zilijengwa na wafanyabiashara wa Reno, Waholanzi, Waingereza na wa Denmark. Eneo la Gold Coast likajulikana kwa karne nyingi kama kaburi la mtu mweupe, kwa sababu wengi kati ya wazungu walioenda huko kutoka Ulaya walikufa kutokana na malaria, magonjwa mengi ya eneo la hali. Baada ya Waholanzi kuondoka mnamo mwaka 1874, Uingereza iliweka Gold Coast chini ya himaya yake. Kufuatia ushindi wa Uingereza mnamo mwaka 1896 hadi unyakuzi wa uhuru mnamo Machi 1957, eneo la Ghana ya sasa, ghairi ya sehemu ya Volta Region, British Togoland, lilikuwa likijulikana kama Gold Coast. Vita vingi vilitokea baina utawala wa kikoloni
na baadhi ya mataifa eneo hilo, vikiwemo vita vya mnamo mwaka 1806 vya Ashanti-Fante na mapambano ya kudumu ya Washanti dhidi ya Waingereza ambayo yalikoma baada ya vita vya tatu baina ya Washanti na Waingereza, the Said Ashanti-British War 1900 mpaka 1901. Hata chini ya utawala wa kikoloni, machifu na watu wao walipinga mara kwa mara sera za Waingereza. Hata hivyo, ushawishi wa kupinga ukoloni ulikolea baada ya vita vya pili vya dunia. Mnamo mwaka 1947, chama kipya cha United Gold Coast Convention UGCC kilitoa wito utawala wa kujitegemea katika wakati mfupi uwezekanavyo. Baada ya kuongezeka kwa maandamano mnamo mwaka 1948, wanachama wa chama cha United Gold Coast Convention walikamatwa, akiwemo waziri mkuu na rais wa baadaye Kwame Nkrumah. Baadaye Kwame Nkrumah aliunda chama chake mwenyewe, the Convention People's Party, ambacho kiliongozwa na usemi serikali ya kujitegemea sasa, self government now. Alianzisha kampeni ya vitendo chanya na kupata ufuasi wa watu wa sehemu za mashambani na wa daraja la wafanyakazi. Kwa mara nyingine, Kwame Nkrumah alishikwa na kuzuiliwa kwa kuwa msimamizi wa chama ambacho kilisababisha ususiaji, migomo na vitendo vingine vya uasi wa raia. Hata hivyo, baada ya kushinda wingi wa viti katika bunge ya kuunda sheria mnamo mwaka 1952, Kwame Nkrumah aliachiliwa na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa masuala ya serikali. Baada ya mazungumzo na Uingereza, hatimaye tarehe 6 Machi 1957 saa 6 usiku, Kwame Nkrumah alitangaza Ghana kuwa huru milele. Ghana is free. Baada ya uhuru mnamo mwaka 1957, nchi ya Ghana ilikuwa chini ya Kwame Nkrumah, ambaye alitoa mchango mkubwa katika upatikanaji wa uhuru wa nchi nyingine. Utawala wa Ghana ulikuwa kidemokrasia ambao ulipatikana kutoka kwa wakoloni bila kupigana vita, bali kwa njia za mazungumzo na msaada wa Umoja wa Mataifa. Bendera iliyokuwa na rangi nyekundu, dhahabu, kijani kibichi na nyota nyeusi ilikuwa bendera mpya mnamo mwaka 1957. Bendera hiyo iliundwa na Theodosia Salome Oko, na rangi nyekundu inawakilisha damu iliyomwagwa ili kupata uhuru. Rangi ya dhahabu inawakilisha ukwasi wa madini wa Ghana. Ile ya kijani kibichi inaashiria utajiri wa kilimo, na ile nyeusi ni ishara ya uhuru wa Afrika. Huku kiundwa kutoka kwa muungano wa maeneo ya Gold Coast na British Togoland kufuatia matokeo ya kura ya maoni ya watu waliodhaminiwa na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1956. Ghana ilikuwa nchi ya kwanza ya Afrika kusini mwa Sahara kunyakua uhuru mnamo mwaka 1957. Kwame Nkrumah, waziri mkuu wa kwanza na baadaye rais wa nchi ya sasa ya Ghana, hakuwa tu kiongozi wa Kiafrika wa kupigania dhidi ya ukoloni, ila alikuwa pia mtu aliyekuwa na ndoto ya muungano wa Afrika ambayo haingejipata katika ukoloni mamboleo. Hii ni HMG na hii ni Ghana Back to Africa Movement.